nimekuwa nikipata maombi mbalimbali kutoka kwa wanafunzi wangu wakitaka kujua ni madhara gani yatokanayo na mwanaume kunyonya sehemu za siri za mpenzi wake, kadhalika mwanamke kunyonya sehemu za siri za mume wake. Wengi nilipokuwa nikiwaambia kuwa ni jambo lenye madhara, wamekuwa hawanielewi kutokana na kuwa ni jambo ambalo limezoeleka katika jamii na ni jambo ambalo linapendeka na wengi. Mwandaji wa darasa hili ni Dr. Rajabu Mpangalala. Mimi ni Thomas Mwita. Ili kuwa wa kwanza kupata masomo kama haya, na kushauri subscribe channel hii ili kila tunapotoa masomo yetu uwe wa kwanza kuyapata. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na jopo la madaktari nchini Marekani, umebaini kwamba vijana wengi hasa katika bara la Afrika wanakumbwa na magonjwa ya kuambukiza kutokana na tabia ya kufanya ngono zembe na kunyonyana sehemu za siri. Utafiti huo umeonyesha pia vijana wengi wanafanya vitendo hivi ikiwa ni matokeo ya kuangalia picha za utupu au video za X, na wao kujikuta wakiiga walioyaona kwenye filamu hizo, pasi na kujua kuwa watu wanaocheza katika filamu hizo wanakuwa chini ya uangalizi wa madaktari kabla ya kurekodi na baada ya kurekodi video hizo. Na sio kama ilivyo kwetu sisi, unanyonya mambo hali ya kuwa wakati mwingine hata hujui kama mwenza wako kaoga hiyo siku au la, na wengine huvaa boxer mpaka siku 3. Je, kwa usafi huu utasalimika? Baada ya kuona utangulizi huo, tuingie sasa moja kwa moja katika kuangalia baadhi ya madhara yatokanayo na kunyonyana sehemu za siri kwa mke na mume. Athari ya kwanza ni saratani ya koo, yaani cancer of esophagus. Utafiti uliofanywa na shirika la afya duniani WHO umebaini kuwa 20% ya saratani ya koo husababishwa na ngono ya mdomoni, yaani oral sex, na waathirika wakubwa wa hili wakiwa ni vijana kati ya umri wa miaka 20 mpaka 40. Hivyo unapofanya kitendo hiki, basi jua kwamba upo hatarini kupata saratani ya koo, ugonjwa ambao ni hatari sana. Athari ya pili ni maambukizi ya magonjwa ya zinaa kama vile kisonono, kaswende na hata ukimwi pia. Tunafahamu ya kwamba sehemu za siri za mwanamke huwa ni majimaji ambayo hupelekea sehemu hiyo kutunza vijidudu kiurahisi. Hivyo wakati wa kunyonyana, mtu anaweza kugusana moja kwa moja na majimaji ya uke, manii au ute wa uume, ambavyo vinaweza kuwa na virusi au bakteria wa magonjwa ya zinaa. Athari nyingine ni maambukizi ya mdomo, yaani oral infections, fungus, maambukizi ya fizi, kadhalika harufu mbaya ya mdomoni inaweza kuongezeka. Athari ya mwisho ni athari za kisaikolojia na kihisia. Hii ni kwa sababu baadhi ya wanawake hufanya kitendo hiki kwa shinikizo la kimapenzi kwa wanaume zao, lakini sio kwamba ni kitendo wanachokipenda. Hivyo hali hii hupelekea kujihisi aibu, kujiona ni wenye hatia au kuwa na majuto baada ya tendo, hasa kama kitendo kilifanyika bila ridhaa yake. By the way, yapo mengi sana ya kueleza juu ya mada hii, lakini tutosheke na haya madhara ambayo baadhi ya wataalamu wameyaeleza. Lakini kiufupi ni kwamba jambo hili wataalamu wengi wa afya wamelipinga kutokana na madhara yake, pamoja na kwamba wapo wanaolikubali. Na ukiangalia wengi katika vijana wanaofanya kitendo hiki, sio kwamba hawafahamu madhara yake. Wanafahamu, isipokuwa ni ile mihemko ya kimapenzi ndio inawasukuma kufanya hivyo, pia kuiga kwenye filamu za ngono. Hivyo tosheka na kufanya mambo mengine kwenye tendo la ndoa, na jambo hili kama utaweza kuliepuka, utakuwa umechukua uamuzi mzuri sana. Ikiwa utahitaji tukusaidie kuondokana na changamoto katika afya yako ya tendo la ndoa, kama vile kuwahi kufika kileleni, mashine yako kusinyaa katikati ya tendo, kukosa hisia za kushiriki tendo, tumbo kuunguruma na kujaa gesi na changamoto nyinginezo, basi unaweza kuwasiliana moja kwa moja na Dr. Rajabu ili aweze kukushauri juu ya nini utumie ili uweze kuondokana na changamoto zako. Namba zake ni 0678 09 4602.
Narudia 0678094602. Mpaka wakati mwingine, see you on the bed.